Karibu mpendwa msikilizaji kwenye hii simulizi mpya ambayo inakwenda kwa jina Binti Janet. Msikilizaji, ikiwa ni sehemu ya kwanza, usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Nami mbele kusimulia simulizi hii naitwa Zedon, na hii ni Jungu la Simulizi. Karibu. Allen aliita Jennifer aliyekuwa amekaa kitandani huku akishika tumbo lake. Niambie mke wangu, alijibu Allen. Kama unavyoiona hali yangu ya ujauzito na nakaribia kujifungua watoto mapacha, na hali yetu kifedha si nzuri, tutafanyaje? Alihoji Jennifer. Allen alitulia kwa muda huku akitafakari. Usiwaze mke wangu, alimwambia Jennifer. Kwa sasa waza afya yako na ya wanao, alisema Allen kisha kuondoka. Jennifer alibaki pale kitandani. Aliwaza sana juu ya hatima yake na mustakabali wa mimba yake. Laiti kama mpenzi msikilizaji ungalimuona Jennifer, basi ungelivutiwa naye. Alikuwa ni binti mzuri sana, msomi. Alimaliza elimu yake ya chuo kikuu Makerere nchini Uganda. Wamezaliwa wanne kwenye familia ya mzee Olotu. Ni moja ya familia tajiri na maarufu sana nchini Tanzania. Hakuna alichokuwa na kikosa kwao. Chochote alichokuwa na kitaka alikipata kwa wakati. Lakini maisha yalibadilika ghafla siku alipompenda na kuanzisha mahusiano na kijana Allen ambaye hakuwa na chochote. Familia yake ilikuwa ni masikini na wasio maarufu. Wazazi wa Jennifer hawakumpenda Allen kwa kuwa hakuwa kama wao. Baba yake Jennifer alijaribu mara kadhaa kuwatenganisha, lakini hakufanikiwa. Jennifer alifukuzwa nyumbani na kuhamia kwa Allen. Waliishi maisha ya shida huku Allen akifanya kazi ya ulinzi kwenye kampuni ya Singasinga Security Company na kupangiwa kufanya kazi kwa tajiri mmoja hapo Masaki. Samahani bosi Matilda, alisema Allen kiunyenyekevu. Niambie Allen, alisema Matilda na kuendelea. Vipi? Mama Kijecho anaendeleaje? Anaendelea vizuri tu, alijibu Allen na kisha akasema, ila bosi, nilikuwa na shida ya kifedha. Nilishakwambia usiwaze kuhusu pesa. Wewe sema, nitakupa kiasi chochote, alisema Matilda huku akishikilia tumbo. Alikuwa naye ni mjamzito. Mume wake hakuwa nchini, alisafiri kikazi. Mara nyingi alikuwa hayupo Tanzania, na endapo kama atahitaji kuonana na mume wake, basi alipanda ndege na kumfuata popote alipo. Kwa hiyo muda mwingi Matilda alikuwa akikaa mwenyewe pamoja na wafanyakazi.
Sawa bosi, nitashukuru, alisema Allen, kisha Matilda kumwandikia cheki milioni 20. Allen aliona kama ndoto. Asante sana bosi. Nashukuru sana, alisema hivyo Allen, huku Matilda akimtizama usoni mwake. Usijali, kama tulivyokubaliana nitakupa zaidi ya hii, Allen. Naam, alisema hivyo Matilda. Allen alirudi na kuomba ruhusa kwa wenzia. Alitoka na moja kwa moja alienda kutafuta nyumba nzima kupanga. Kwa bahati alifanikiwa kuipata maeneo ya Changanyikeni. Alilipa kodi na kurudi nyumbani. Hakumwambia chochote mke wake Jennifer. Walilala. Kesho yake alienda kuchagua furniture za ndani. Alipeleka Changanyikeni kisha kurudi nyumbani. Jiandae, kesho tunahama, alisema Allen kumwambia kipenzi chake Jennifer. Tunahama? Alisema Jennifer kimshangao. Mbona ghafla? Na tunahamia wapi? Alisema Jennifer. Allen huku akimsogelea Jennifer akasema, mke wangu, kwani haujachoka kuishi nyumba za udongo na kutumia vyoo vya shimo? Alisema Allen. Wewe jiandae, kesho tunahama, tena tunahamia sehemu nzuri. Sitaki wanangu waje kuishi maisha hovyo. Jennifer huku akimtizama mume wake na asielewe na maana gani. Unasema tunahama? Tunahamia wapi? Kwanza hujanijibu. Pili, hela umepata wapi? Jana tu ulikuwa unalia hatuna hela. Mume wangu, hebu niambie tafadhali, nashinda kuelewa. Allen huku akitabasamu akasema, Jennifer kipenzi changu, mbona na maswali? Unataka kuharibu surprise? Wewe jiandae, kesho ukajione mwenyewe, alisema hivyo Allen. Basi Jennifer hakusema lolote. Kesho usiku wake alifungasha kila kitu kwa usaidizi wa rafiki yake Susan. Hayo magodoro pamoja na vitu vigaweni tutaenda kununua vipya. Chukueni vyombo tu, alisema hivyo Allen. Jennifer kumuelewa Allen. Aliwaza, Allen katoa wapi pesa zote? Hizi? Isije ikawa ameanza kujihusisha na madawa ya kulevya, alijiwazia Jennifer moyoni mwake. Walimaliza kukusanya, kisha asubuhi yake waliaga majirani, ikiwemo Mama Kalekwa, ambaye kwa kipindi chote hicho ndio alikuwa akiwapa moyo Allen na Jennifer. Waliondoka na kwenda kwenye makazi mapya. Surprise, Allen alisema. Jennifer huku akifungua kitambaa alichokuwa kafungwa. Hapa ndipo tutakapoishi mume wangu? Aliuliza kwa mshangao Jennifer. Ndio mke wangu, alijibu Allen. Hapana Allen. Umepata wapi pesa ya kununua hapa? Aliuliza Jennifer. Allen huku akiketi akasema, mke wangu, nimekopa benki. Sikutaka kukuambia, najua ungekataa. Nisamehe kwa hilo mke wangu. Sikutaka uishi kwa tabu na watoto wetu wajao. Sasa tutalipaje? Alihoji Jennifer kwa wasiwasi. Usijali kwa hilo. Hilo swala niache mimi, alisema Allen. Jennifer hakuongea zaidi. Naam, alifurahi, lakini moyoni mwake bado alikuwa na mashaka. Maisha yaliendelea wakiwa kwenye pango jipya.
Allen alimwambia Jennifer atoe wazo la kibiashara ili akijifungua ampe mtaji afanye. Miezi ilizidi kusonga na hatimaye Jennifer kujifungua. Ni wa kike na wa kiume, alisema nesi huku akimkabidhi watoto wake. Hongera. Jennifer aliwashika watoto wake kwa furaha huku Allen akiwa pembeni yake. Mume wangu Allen, hiyo hospitali ni ya hela nyingi sana. Bili imekuja milioni 2 kujifungua tu. Kwa nini umenileta hapa na unajua hali yetu mbaya? Alisema Jennifer. Mke wangu, hebu acha mawazo na maswali, huu ni muda wewe kupumzika, alisema Allen huku akimpokea mtoto mmoja na kisha akasema, nishakwambia kila kitu, niachie. Mimi ndio mumeo. Jennifer kusema lolote. Aliendelea kukaa hospitali mpaka pale alipopata nafuu na kurudi nyumbani. Hivi watoto wetu tuwaitaje? Alihoji Jennifer. Tuwaite Ruben na Rael, alijibu Allen. Hapana. Ni bora tuwaite Sofia na Samuel. Sofia limekaa Kiislamu zaidi, alisema Allen. Mimi naona Ruben na Rael ni mazuri zaidi. Wote walikubaliana na kuwaita Ruben na Rael. Siku, wiki, mwezi na hata miaka ikakata. Maisha ya Jennifer na Allen yalizidi kuwa mazuri. Waliwekeza biashara mbalimbali na kuzisimamia. Watoto wao walisoma shule za kizongo. Hatimaye walifikisha miaka 18. Huku Ruben na Rael wakihitajika kwenda chuo. Ruben alichagua kusomea uinjinia na Rael yeye alitaka kuwa mwanasheria. Walianza masomo wote wawili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Waliingia chuo ikiwa wote ni mwaka wa kwanza, huku Ruben akijisajili kitivo cha uinjinia na Rael kitivo cha sheria. Masomo yalianza ya muhula wa kwanza. Masomo ya injinia ni magumu sana, alilalamika Jafet. Hapana, mimi ninaona kawaida, alijibu Ruben kisha akasema. Tatizo lako Jafet, wewe ni mwoga, alisema Ruben. Hapana, sio kama mimi ni mwoga, lakini tumeingia leo tu. Lecture katupa kazi ya kufanya, yani hata haieleweki, alisema Jafet huku akiangalia lile swali waliopewa na mkufunzi wao. Usijali mwana, tutatoboa tu, alisema Ruben na kuagana na Jafet kisha kurudi nyumbani. Alimkuta Rael kashafika. Mama yao aliandaa chakula cha jioni kisha kuwaita na kula kwa pamoja. Vipi, mmesoma leo? Aliuliza swali. Naam. Vipi, mmesoma leo? Aliuliza swali bwana Allen kwa makini. Ndio, alijibu Rael na kisha akasema, lakini baba, leo kuingia tu tumeagizwa twende maktaba kuchukua vitabu 5. Tujibie swali moja. Baba, mwanao mvivu huyo anapenda sana kulalamika. Yaani ndio kwanza kaingia leo darasani, lakini anaona kabeba mzigo mzito kwenye kichwa chake, alisema Ruben na kisha wote walicheka. Walimaliza kula na bwana Allen kuwaita wote sebuleni. Wanangu,
Wanangu, mmekuwa sasa. Mungu kawajalia mmefika chuo kikuu. Nataka niseme jambo moja kwenu ili mtembee nalo kwenye akili zenu. Naomba sana mjichunge. Vioni kuna kila aina starehe, kila aina ya watu wenye tabia mbalimbali, hasa kwa chuo kikubwa kama kile. Mataifa mbalimbali wanakuja kusoma pia. Naomba maadili tuliokuza nayo msije mkaharibu, msije mkayavunja. Bwana Allen alimgeukia Rael kisha akasema, binti yangu, najua siku hizi wanaenda na fashion, wanaenda na wakati. Naomba jistiri. Mavazi kijinga siyataki. Na wewe Ruben, kuwa makini na wasichana wa watu. Sitaki kesi za mimba, sitaki kesi za kijinga. Baada kusema haya, Bwana Allen alisimama na kuaga kwenda kulala. Maisha yaliendelea huko Ruben na Rael wakijaribu kuzoea mazingira ya chuo na kupata marafiki. Mambo. Raeli alisikia salamu na kuhisi mtu amemshika bega kwa nyuma. Aligeuka, alimwona msichana mrembo sana. Alikuwa ni mwenye asili ya Kisomali. Uso wake ulikuwa ni mwembamba na pua yake ilikuwa ndefu. Rangi yake ni ya chocolate iliyozidi kuvutia na kumfanya onekane mrembo zaidi. Poa, alijibu Rael. Naitwa Fatma, alijitambulisha kisha akauliza, wewe ndio Rael? Ndio, ni mimi, alijibu Rael. Oh, sawa. Klasi representative Ciara ni kama monitor au monitress wa darasa. Kanipanga kwenye kikundi chenu ili nifanye kazi na nyinyi, alisema Fatma. Oh, Ciara amekupanga kwetu, alisema Rael kwa shauku. Sawa mama, haina shida, bora umeongezeka ili tufanye kazi nzuri. Baada ya kumaliza mazungumzo wakabadilishana namba kisha kupanga siku kukutana na wengine na kujadili kazi ambayo ingekusanywa baada ya wiki 3. Maisha ya chuo yalikuwa magumu kwa kiasi chake. Mambo yalikuwa mengi sana. Ilifikia wakati hawakupata hata muda kushinda nyumbani. Hususan Ruben ambaye alikuwa mara kadhaa akiandamana na rafiki yake Jafet kuelekea kwenye mijadala, yani discussion mbalimbali ya masomo. Hatimaye muhula wa kwanza ulikaribia kuisha. Ratiba za mitihani zilipangwa mtandaoni huku Ciara akiwapa taarifa mbalimbali za mabadiliko ya ratiba na matangazo mengine. Muhimu, kutakuwa na sherehe itakayoenda kwa jina la Pens Down baada ya kumalizia mitihani. Lakini safari hii hatutafanya klabu kama tunavyofanyaga. Tutafanya kwenye viwanja vya chuo karibu kabisa na kitivo cha engineer na kiwanja cha mpira wa kikapu, alisema waziri wa michezo kupitia Ciara. Utaenda kwenye hiyo sherehe? Fatma alimuuliza Rael. Rael huku akifikiria, sijui kama nitaweza kwenda. Hapana bwana, twende, alisema Fatma huku akimbembeleza Rael. Sawa, alijibu Rael. Walifanya mtihani na kumaliza. Leo ndiyo hiyo sherehe, alisema Jafet. Nitakwenda, alijibu Ruben. Kamati husika waliandaa jukwaa na mambo mengine muhimu katika sherehe hiyo. Walialika wasanii mbalimbali ikiwemo Lady JD, Makamua, Darasa na wasanii wengine. Hatimaye sherehe ikaanza. Watu mbalimbali walijumuika akiwemo Ruben na Jafet. Walisherehekea huko kukiwa na ulinzi wa kutosha kutoka kwa askari polisi wa chuo. Wasanii walitoa burudani ya kufa mto huku Fatma akipiga yowe kwa kunogewa. We, hatari tupo, piga kelele, huku wengine wakijibu wewe. Naam,
Walicheza na kuimba pamoja na wasanii, na hatimaye ilifika saa 6:30. Raeli, tuondoke, tunawasha, alisema Ruben ambaye alikuja na Japhet awali. Ruben, wewe pia ulikuwa hapa? Alisema Raeli kwa mshtuko mno. Ndio, aliitika na kuendelea. Nimekuona muda mrefu sana, wewe na hao mashosti zako. Sasa ni muda kuondoka, tumepata lifti kwa gari ya Japhet. Japhet alihoji. Raeli? Ndio, alijibu Ruben na kuendelea. Ni rafiki yangu, tuondoke sasa, alisema. Raeli bila kuchelewa alimfuata Fatma na kumshika mkono. Tuondoke bidada, tutaachwa, alisema na kisha kuelekea kwenye gari. Ruben, aliita Raeli. Anaitwa Fatma, ni rafiki yangu, alisema Raeli na kuendelea. Fatma, huu ni kakangu, anaitwa Ruben. Walipeana mikono, lakini kutokana na giza lililokuwa limetanda hawakuona usoni. Walipanda gari na kumwona Japhet akiwa amekaa kwenye steering wa gari. Warembo, mambo zenu? Alisalimu kwa tabasamu. Waliitika kisha wakaanza safari. Tukushushe wapi? Aliuliza Ruben kumwambia Fatma. Mtaniacha hapo Lugalo kwenye kota za jeshi, alisema. Naam. Walimshusha na kuendelea na safari zao, na hatimaye Japhet aliwafikisha nyumbani kwa kina Ruben. Hapo Changanyikeni walipojenga baada ya baba yao mzee Allen kuwa vizuri kipesa. Utaweza kufika kwenu kweli? Ni usiku sana na ufia majambazi, alisema Ruben kumwambia Japhet na kuendelea. Mimi naona bora ulale hapa kwetu, halafu mpigie mama wako simu mwambie umelala kwetu, alimalizia kusema. Japhet aliwaza kwa muda kisha Raeli akadakia. Kweli, hata mimi sikushauri, alikubali japo shingo upande, kwa sababu toka kuzaliwa kwake hajawahi kula nje ya kwao. Ni wale aina watoto wa mama, anapewa kila kitu kitakacho. Mama yake anamlinda na kumfuatilia sana, na kwa kuwa amezaliwa mwenyewe, basi kwa mama yake ni kama mboni ya jicho lake. Haya, ingiza gari, alisema Ruben huku akifungua geti. Alimkaribisha ndani kisha kumpeleka moja kwa moja chumbani kwake. Alimtolea nguo za kulalia na kumuonesha bafuni. Jisikie huru, alisema Ruben. Ruben? Na mama. Chai tayari, alisema mama yake kisha kuketi kwenye meza chakula. Ruben, Raeli na Japhet walitoka kisha kujumuika pamoja mezani. Baba yuko wapi? Alihoji Raeli. Ametoka mara moja. Kuna dharura imetokea dukani, alisema mama yake kisha kauliza. Huyu ni nani? Alihoji huku akimtizama Japhet. Mama, nilisahau kukutambulisha. Anaitwa Japhet. Nasoma naye darasa moja, alisema Ruben. Jennifer, huku akimtizama Japhet akasema. Karibu sana mwanangu, alimkarimu. Alimpa chupa ya chai na kumsogezea vitafunwa. Walikunywa kisha Japhet aliaga na kuondoka kwao. Kipindi chote cha likizo Ruben na Raeli walibaki nyumbani kusaidia kazi za hapa na pale, ikiwemo usimamizi wa biashara za baba na mama yake, huku Japhet akisafiri na kwenda UK kumuona baba yake. Huku aliwasiliana na rafiki yake Ruben. Hatimaye likizo iliisha na walirudi chuo kwa muhula wa pili wa masomo ya mwaka wa kwanza. Fatma, tuwai darasani, alisema Raeli. Fatma huku anakazana kutembea. Raeli, hivi unajua sijanunua daftari, sasa nitaandikaje? Alisema Fatma. We dada, jamani, umezidi uzembe. Umeonegewa na likizo, unajua kabisa leo chuo
Afu huna hata karatasi, alihoji Rael. Nitafanyaje sasa? Alisema Fatma huku akiwaza, na kisha akasema, kibaya zaidi, Siara akasema Rekcha hataki kumwona mtu. Aise, hataki kumwona mtu asina daftari. Waliwaza kwa muda. Embu ngoja, alisema Rael na kuchukua simu yake kisha kubofya skrini na simu yake mara kadhaa kisha akaweka sikioni. Naam. Rael alichukua simu yake kisha akabofya skrini ya simu yake mara kadhaa na kuweka sikioni. Ruben, uko wapi? Alisema Rael mara tu simu kupokelewa. Nipo 24. Ni sehemu iko kama hall la wanafunzi kujisomea. Waliosoma pale watanipata vizuri. Nakuja, alisema Rael kisha kumvuta Fatma na kwenda. Walifika na kisha kuingia, Rael akiwa katangulia na Fatma akiwa nyuma yake. Rael, wewe ni msumbufu. Muda wa kusoma unaanza kunisumbua, alisema Ruben kwa sauti ya chini ili asisumbue wengine. Hapana, nina shida, alisema Rael. Shida gani? Mbona unapenda kunikera? Alijibu Ruben huku akifunga vitabu vyake. Samahani Ruben. Naam, ilisikika sauti ya Fatma ambaye kwa muda wote alikuwa ameketi kwenye benchi karibu kabisa na aliposimama Rael. Ruben alimtizama Fatma, moyo wake ulishtuka sana. Moyoni alijisemea, huyu ni malaika au ni kitu gani? Kutokana na uzuri wa Fatma, alishindwa hata kuitika. Alibaki akimshangaa. Natumaini unanikumbuka. Naitwa Fatma, huku akimpa mkono. Rael huku akimgusa Ruben kwa ishara kushtua, akasema, kwani hukumuona nilivyoingia naye? Hapana, nilikuwa niko makini kumsikiliza Hamisi. Alikuwa anaeleza jambo kuhusu somo la jana. Ila wewe ndio umekuja kunivuruga, alisema Ruben huku akimtia singe Rael kisha kumsogelea Fatma. Oh, samahani, sikukutambua. Unajua siku ile ilikuwa ni usiku kwa hiyo hatukuonana. Oh, usijali, alisema Fatma. Nilikuwa nina shida. Samahani kama tumewasumbua. Hivi unaweza niazima daftari jipya kisha nitampa Raeli? Alileta nikinunua jingine. Ruben huku akifungua mkoba wake. Embu ngoja nicheki kama lipo. Aliingiza mkono kisha kutoa daftari jipya na kumkabidhi. Haya, wewe ni darasani, alimwambia Fatma huku akimvuta Rael. Weki bebe, acha kuangalia madaftari yangu, nenda darasani, alisema. Kuna mtu sijamuona hapa, alisema Rael huku akipiga hatua. Nani? Embu nenda bwana, alisema Ruben kwa msisitizo. Jafeti, alisema Rael kisha kumkimbilia Fatma. Waliingia darasani na kuendelea na masomo ya siku ile na jioni kurudi nyumbani. Hivi Fatma, unasoma naye darasa moja? Alihoji Ruben akiwa amekaa kwenye meza kusomea. Rael huko akibonyeza kompyuta. Ndio, niko naye darasa moja, alijibu. Pale ndio kwao? Alihoji tena Rubeni. Wapi? Aliuliza Rael kwa makini. Lugalo, alijibu Rubeni. Hapana, ni kwa baba yake mdogo. Kwao ni Mbagala za KM. Halafu bro, mbona unanihoji sana? Umemzimikia nini? Alisema hivyo Raeli huku akitabasamu. Rubeni huku akitabasamu na macho yake kikiri asemacho Rael kisha akasema, sidhani kama kuuliza ni vibaya. Tatizo lako wewe.
Ushanihisi vingine. Kisha kumpiga daftari la kichwa kiutani, alisimama na kuingia chumbani mwake huku akijilaza kitandani. Ruben, Raeli aliita jina la mdogo wake huku akitabasamu. Ni kweli usemacho, ila nitaanzia wapi? Alihoji. Alifikiri kuhusu Fatma na kutathmini uzuri wake. Aliwaza sana, ukizingatia ndio mara yake ya kwanza kupenda, lakini ghafla alikumbuka maneno ya baba yake mzee Allen. Sihitaji kusikia umempa mtoto wa watu mimba. Alizidi kutafakari ile sentensi mpaka usingizi ulipompitia. Naam. Asubuhi yake kama kawaida walienda chuo na ratiba zingine zikaendelea. Jafet, mbona simuoni? Aliuliza Hamisi. Bado hajarudi kutoka UK, alijibu Ruben. Da, alisema Hamisi. Ila mwana na shavu. Inaelekea kwa mambo safi aliuliza, huko Jafari aliyekuwa amekaa pembeni ya Ruben akicheka. Watu wana maisha bwana. Wewe tangu uzaliwe hata Mbeya hujawahi fika, alisema Ruben huko akitabasamu. Nyie bwana, kuzaliwa kwenye familia ya kitajiri haimaanishi kuwa wewe ndio tajiri, bali ni juhudi za wazazi wako. Acheni mwenzenu wale matunda wazazi wake, alisema hivyo Ruben. Haya, tuacheni na Jafet. Leo tunapiga pindi gani? Alisema Jafar huku akifungua daftari. Walianza kusoma na ratiba zingine zikafata. Nataka unisindikize sehemu, alisema Fatma kumwambia Rael huku akifungasha madaftari. Wapi tena bidada? Alihoji. Nipeleke supermarket, alisema kifupi. Unaenda kufanya nini huko? Au ndio mambo ya upenda nao? Alisema Rael huku Fatma akicheka mno. Unajua Rael, usinichekeshe. Wapenda nao na supermarket wapenda wapi? Naenda kununua mafuta na sabuni ya maji, yani shawajere. Wala sifati mambo mengine, alisema Fatma. Walitoka hapo hadi Utawala na kuchukua gari zinazopita chuo. Walishuka nje ya chuo kisha kuanza kutembea umbali kadhaa. Wepi dada? Aliita Rael. Hatufiki? Alihoji Rael. Bwana, sini hapo tu kwenye hiyo supermarket ya Alberto, alisema. Walifika wakaingia na kuanza kuchagua vitu mbalimbali. Warembo, Fatma na Rael walisikia sauti kutoka nyuma yao. Waligeuka. Hey Jafet, aliita Rael. Mambo, alisalimu. Poa, alijibu Jafet huku akiwapa mikono. Rael huku akitizama huku na kule. Unafanya nini hapa? Aliuliza Rael. Nimekuja kufanya mahitaji ya chuo, alijibu Jafet. Lakini ndani ya wiki hii sijakuona kabisa chuo, alisema Rael. Ndio, nimerudi jana jioni. Ilikuwa nje ya nchi kidogo, alijibu hivyo Jafet. Okay, sisi pia tumekuja kufanya mahitaji, alisema Rael huku akimtizama Fatma. Unamkumbuka huyu bidada? Alihoji Rael. Jafet huku akimpa mkono. Anaitwa Fatma, alisema Rael. Hai, alisalimu. Hello, alitika Jafet na kisha akasema, ulikuwepo ile siku ya sherehe ya chuo? Ndio, alijibu Fatma na kuachiana mikono. Walianza kuzunguka pamoja. Walichagua vitu vyao na kisha vya Jafet. Walipomaliza, walielekea sehemu ya kulipia huku Jafet akilipia vitu vyote kiwemo vya akina Fatma na Rael. Kisha waliagana na kila mmoja kurudi kwao. Umerudi mapema sana leo, alisema Bijen kumwambia mwanae Rael. Rael huku akichukua glasi na kumimina maji. Ndiyo mama, leo tulikuwa na kipindi kimoja tu, alijibu kisha kuingia chumbani kwake. Embu ngoja nitoe vitu vyangu, alijisemea huku anatoa mfuko aliotoka nao supermarket, huku akisoma maandishi mekundu kwenye ule mfuko, Alberto Supermarket.
Alitoa lotion na sabuni ya aina tangawizi huku akinusa. Inanukia vizuri. Inawezekana ikatoa haya makovu yangu kwenye uso na mgongo wangu, alisema huku akijishika na kuendelea. Ila Jafet mzuri sana, alisema huku akigeukia kioo chake cha dressing table. Na wana uwezo katoka kwenye familia bora zaidi. Kila mwanamke anatamani kuwa na mwanaume aina yake, ila kila ninapojaribu kuonesha ishara zangu za hisia kwake wala hanioni. Hatambui kabisa kama nampenda, alisema hivyo Rael akiwa peke yake. Raeli, alisikika Bijen akiita. Abe mama, aliitika Raeli na kutoka nje. Una mgeni wako, alisema Bijen huku akielekea jikoni. Oh, Fatma, alisema Raeli kimshangao, na kisha akasema, vipi, mbona ghafla? aliuliza Rael. Fatma huku akitabasamu akasema, kwani vibaya mtu akija kwa shosti yake? alisema kisha kumkabidhi mkoba wa madaftari. Nimekuja tusome yale maswali ya vifungu vya sheria, alisema Fatma kisha akitangulia chumbani kwa Rael. Waliingia na kuanza kujadiliana masomo. Walijadili kwa muda. Fatma aliita Rael. Niambie kipenzi, aliitika Fatma. Rael huku akifunga daftari. Una mpenzi? aliuliza. Hapana, alijibu Fatma. Kwa nini? aliuliza tena Rael. Nimeamua tu, sihitaji mpenzi, alisema Rael huku akisita akasema, ulishawahi kuwa na mpenzi labda? aliuliza tena Rael. Fatma huku anyanyanyua uso akajibu, ndio, lakini tuseme haikuwa bahati au riziki yangu. Unamaanisha nini? Rael aliuliza tena na kukaa vizuri kusikiliza. Fatma huku akivuta pumzi akasema, alioa mwanamke mwingine. Nilipokuwa muhula wa kwanza tu. Oh, pole, alisema Rael na kumpa moyo. Utapata tu ubovu wako. Kisha ukimya ulitawala kwa muda. Vipi kuhusu wewe? aliuliza Fatma. Kwa upande wangu sijawahi kuwa na mwanaume, alisema Rael. alisema Fatma kwa mshangao. Mbona umeshtuka? aliuliza Rael. Fatma huku akimsogelea kwa makini. Unataka kunambia hujawahi kuwa na mwanaume tangu uzaliwe? aliuliza. Ndio. Kwani kuna ubaya gani? alisema Rael. Kwa hiyo wewe hukuwahi shiriki yale mambo fulani hivi? aliuliza Fatma huku akicheka. Rael alikunja uso huku akionyesha hasira waziwazi. Ndio, kwani kuna ubaya? Nakutania bwana, alisema Fatma kisha kushuka kitandani. Hebu tuachane na hayo, alisema Rael. Si utalala hapa leo? aliuliza. Ndio. Nishaaga kwa baba mdogo, alisema Fatma, na kimya kilitawala. Fatma aliita Rael. Hivi, nataka kuuliza swali. Ukipenda inakuwaje? Niambie, unajisikiaje? aliuliza Rael. Kwa kweli kupenda kuna mambo mengi. Unaweza kumpenda mwanaume sababu tu ya uso wake. Ukimwangalia unafurahi, alisema Fatma huku akinyosha kitanda. Rael akacheka. Ile kupenda ni ujinga. Unampenda mtu ukimwona roho inapasuka kama inatoka vile, alisema Fatma huku akimtizama Rael kwa makini akauliza. Kuna mtu umempenda?
Rairi huku kizuga akasema, hapana, nasemea tu kikawaida, alisema. Ila umejuaje kama moyo unapasuka? Alihoji Fatma na kupanda kitandani. Hawakuzungumza tena, walilala hadi asubuhi. Na kwa kuwa ilikuwa siku za mapumziko, yaani mwisho wa wiki, hivyo hawakwenda chuo. Leo twendeni beach, alisema Ruben kumwambia Rairi. Jiandaeni, baadaye tunakuja kuwachukua. Beach gani? Alihoji Rairi. Kunduchi Beach, alisema Ruben na kisha kuondoka zake. Walijiandaa, kisha baada ya muda kidogo Ruben na Japhet walikuja na usafiri kuwapitia. Hivi huko beach kuna kitu gani special? Maana si kwa surprise hii, alisema Rairi huku akimwangalia Ruben. Tunaenda kupanda boti. Ushawahi kusikia kitu kinaitwa ship cruise? Alisema Japhet. Hapana, alijibu Rairi. Basi leo utaenda kuona inavyokuaga, wala sikumalizia utamu, alisema Japhet kisha kuongeza mwendo. Lete vinywaji, alisema Hamisi aliyekuwa amekaa pembeni kidogo ya Fatma. Leo lazima tufurahi, alisema Hamisi. Usinywe sana pombe, si unajua babako ni mtu wa dini, alisisitiza Ruben kumwambia Hamisi. Mzee kaenda hija, kwani nyumbani kuna mtu basi? Alisema hivyo Hamisi. Nabii mkubwa yuko wapi? Alihoji Ruben. Yuko zake kwa Zanzibar, kaenda kusalimu wazazi wake, alijibu Hamisi. Na ndio maana unakunywa mapombe namna hii? Sio issue, hutakiwi kunywa namna hii, alisema hivyo Ruben. Mimi nakunywaga basi, alisema Hamisi huku anamimina glasi nyingine. Ruben alimpora. Hamisi, hapa si bar, hapa ni beach, na hatujaja kunywa, tumekuja kuogelea, alisema Ruben kwa ukali kisha kutupa glasi, kisha akasema, Japhet, hebu mshike kwa tumpeleke washroom. Japhet bila kupoteza muda walimshika na kumpeleka sehemu ya kujihifadhi na kujiweka sawa. Walichukua maji kisha kuweka kwenye glasi na kutia ndani. Kunywa, alisema Ruben huku akimpa. Itabidi apumzike kwanza ili pombe ipungue. Tukimaliza kuogelea basi tutamchukua, alisema Japhet huko wakipandisha ngazi kuelekea kwenye vyumba maalum vya kupumzikia. Wahudumu walimpokea na kuhakikisha yuko salama. Wakina Rairi na Fatma wako wapi? Alihoji Ruben huku akiangalia huko na kule. Wako pale, alisema Japhet kisha kuanza kupiga hatua. Yaani mnaboa sana, alisikika Rairi akilalama. Bila kujibu chochote, Ruben na Japhet waliingia majini. Walioga kwa muda bila kusema lolote. Kwani Hamisi leo kakutwa na shida gani? Alivunja ukimya Fatma huku Ruben akimwangalia. Achana na Hamisi, kuna muda na changamoto zake zinazomkabili, alisema na kuendelea. Unajua kuna muda familia zinavuruga, alisema Rairi. Kivipi? Aliuliza tena Fatma. Unajua Hamisi ni msiri sana, anapitia kipindi kigumu sana, na hisi huwa hawi muwazi kwa sababu ni mambo ya kifamilia, alisema hivyo Rairi. Sawa, alijibu Fatma. Nasikia jana ulilala kwetu, alisema Ruben huku akitabasamu. Fatma alicheka kisha akasema, ni kweli, nilikuja kusoma na huyu dadangu wa hiari, si unajua bila majadiliano sheria haisomeki, alisema hivyo Fatma. Ruben huku akimwangalia Fatma machoni. Ni kweli, haswa kama kichwa chako kigumu kama cha mwenzio pale, alisema Ruben na kumrushia Rairi maji. Sasa ni muda wa kuogelea, alisema Japhet. Unajua kuogelea?
alisema Ruben kumwambia Fatma. Hapana, alijibu, uso wake ukiwa na aibu. Nitakufundisha, alisema Ruben kisha kumshika mkono. Walirudi pembezoni mwa bahari ambapo kuna maji mafupi. Haya, lala chale na unyoshe miguu, alisema Ruben. Fatma alifuata maelekezo. Usijikaze, alisema Ruben huku akimzuia na mikono chini ya mgongo wake. Fatma alikaa kwa muda mfupi na kuzama chini. Ruben akamwahi, Fatma, usijikaze, relax, okay? Alisema na kumwambia jaribu tena. Fatma alijaribu mara kadhaa huku akiwa kwenye usimamizi wa Ruben. Wakati wakiwa kwenye zoezi lile, macho ya Ruben yalitizamana moja kwa moja na ya Fatma. Ruben akaushangaa uzuri wa Fatma huku Fatma akiwa na tabasamu muda wote. Alimwangalia Ruben na kushikilia mkono. Mawimbi yalikuwa yanavuma huko na kule kupelekea maji kuja kwa kasi upande wao. Aliguna Fatma akasema, maji yameingia puani, huku akishikilia pua. Pole, alisema Ruben huku akimshika pua. Waliganda kwa muda huku akitizamana usoni. Ruben alimuonesha dhahiri Fatma kuwa anampenda. Fatma huku akiangalia chini kwa aibu alimtoa mkono. Kwa leo tuishie hapa, alisema huku akitizama huku na kule kumwangalia Rael. Aliwaona yeye na Jafet wakiwa wanacheza mbali kidogo kutoka alipokuwa. Tutoke kwenye maji, alisema Ruben kisha kumshika mkono na kuanza kurudi ufukweni. Waliketi mchangani. Familia yako iko wapi? Alihoji Ruben. Wanaishi Somalia, ila mamangu yuko hapa Mbagala za KM, alisema Fatma huku anaangalia baharini. Kuna baridi, alisema Fatma. Ruben alivuta taulo lililokuwa kando yao na kumfunika. Pole, alisema Ruben. Fatma huku akimtizama alitabasamu kisha kujibu, asante. Naam. Waliongea mambo mengi sana ikiwemo changamoto za chuo, huku Ruben akijitahidi kumjua zaidi. Muda umefika, alisema Jafet huko anakaribia mbele ya Fatma na Ruben. Twendeni sasa, alisema na kisha kukusanya vitu. Waliingia tena washroom na kujiandaa. Walitoka na kwenda kumchukua Hamisi ambaye alikuwa bado kalala na asiyejitambua. Walimuamsha na kumpeleka kwenye gari na kuanza safari kurudi nyumbani. Walifika jioni kabisa. Jafet aliwashusha na kuelekea kwao. Naam, msikilizaji, nini kitaendelea? Nini kitajiri? Niseme tu hadi kufika hapa sina la ziada. Tukutane katika sehemu ijayo na itakuwa ni sehemu ya pili. Niseme tu bye bye. Ciao.